Kiukweli sioni nafasi ya Real Madrid kufuzu. Mimi ni shabiki wa Madrid lakini okay, ladies and gentlemen, leo katika kipindi chetu cha uchambuzi yakinifu kutoka Ulama Classic tupo na mchambuzi nguli wa mpira. Tunataka tuzungumzie kuhusu uchambuzi wa UEFA Champions League ambao unakamatika leo usiku kati ya Real Madrid pamoja na Bayern Munich. Vipi mchambuzi? Kiukweli sioni nafasi ya Real Madrid kufuzu. Mimi ni shabiki wa Madrid lakini unajua nikiangalia stats za mwaka huu za Bayern na Real, sioni. Wale jamaa wana attacking force yao. Sasa hivi wameweka rekodi ya Bundesliga kule. Magoli 104 haijawahi kuwekwa tangu Bundesliga imeanza. Na ukiangalia Real Madrid kama Real Madrid wao kuruhusu hii miaka ya karibuni, misimu ya karibuni imekuwa ni tatizo kwao. Sasa kuwazuia Olise na Harry Kane pale mbele, tufanye mwazuia. Kuna Musiala na Diaz. Unawazuiaje hao? Lakini ukiangalia Real Madrid kwenye swala la UEFA Champions League huwezi kumtoa moja kwa moja. Na ukiangalia wana attacking yao pale, ukiangalia forward wao yule Kylian Mbappe, ukiangalia nadhani ndo anaongoza kwa magoli. Kwa magoli kule na UEFA Champions League nadhani na magoli kama 14, 15 hivi. Aisee, mimi nitaungana na Zidane. Zidane amesema kwamba kama ingekuwa ni kipindi cha Ronaldo, Real Madrid ingefanya comeback. Lakini kipindi cha hawa vijana hawa hamna communication pale mbele. Hamna communication, hawaelewani kwa kifupi. Timu inakosa balance. Inakosa mtu ambaye ana uwezo wa kutuliza timu ikacheza mpira. Tangu alipoondoka Toni Kroos wao mwenyewe unajionea. Of course. Msimu wa pili watu tunaenda trophies. Na vipi unaona changamoto iko wapi sana kwa Real Madrid ili waseme labda waboreshe for next season? Changamoto ni moja, sehemu moja tu. Wanatakiwa wapate winga wa kulia asilia. Winga wa kulia asilia pamoja na kiungo ambaye ataziba nafasi ya Toni Kroos. Basi. Okay, kwa mtazamo wako wewe sasa, winga wa kulia mnamhitaji labda ni winga gani ambao unaona kidogo akija Real Madrid pale vile itaibuka? Au huyo midfielder ambao unasema huyo Toni Kroos? Labda ni midu gani ambayo ikija pale unaona kabisa Real Madrid inaweza ikarudi ile misimu kadhaa nyuma? Pale kwanza anatakiwa apatikane winga kama ya Olise ambaye anatumia mguu wa kushoto vizuri, au ya Mali. Japo ya Mali ni ngumu, kwa hiyo ndio maana nimemtaja Olise. Na pale kwenye midfielder yote mwenye kaliba Vitinha au Pedri wa Barcelona, hao ndio tunaohitaji. Na je, mmeanza approach yoyote labda kuhusiana na huyo viungo au huyo kiungo au nanili au huyo winga Olise? Bado hao ni ngumu. Ngoja tusubirie mpaka msimu uishe tuone sources zinasemaje. Ila mpaka sasa hivi sofa hamna kitu. Okay. Jamani, ndo kama mnavyoona hivyo hali halisi. Ni shabiki wa Real Madrid lakini mwenyewe amejikatia tamaa. Na vipi ukiangalia game ya Vizca Barca na Atletico Madrid, nani unampa nafasi ya kufuzu? Sasa hapa nikiongea mtasema naongea kishabiki, lakini hata Barcelona sioni kama tenda sehemu yote kwa sababu ngoja nitakwambia sababu. Ndio. Msimu huu tangu 2026 ndio wameanza Atletico. Ndio. Ni miongoni mwa timu ambazo ziko kujiform Atletico Madrid. Na hawajapoteza game yoyote ya muhimu. Nikwambia game yoyote ya muhimu, watu wanaweza kusema ile ya 3-0 dhidi ya Barcelona. Lakini ile mechi ya 3-0 ndio alikuwa na advantage ya magoli 4. Ni kwamba tayari ameshafuzu. Umeelewa? Ndio. Na ukiangalia Barcelona sasa hizo wanakosa Rafinha. Mchezaji wao muhimu. Alafu wanaenda pale Metropolitano. Na Barcelona UEFA msimu huu hakuna game ya UEFA ambayo ametoka na fishi. Ina maana game zake zote ameruhusu goli. Sasa ukisha ruhusu goli kwa wale Atletico, utegemee pale wanda Metropolitano wafunge goli 3, ni kitu ambacho ni ngumu na hakiwezekani. Kwa hiyo kikawaida kimpira ngoja tusubiri, lakini ukiricall back kuna nadhani first season Atletico Madrid alikufa pale nyumbani kwake chuma 4-2. Unakumbuka? Nakumbuka, ndio maana nimesema kwa msimu kwa mwaka huu 2026. 2026 wale jamaa wako kwenye form.